Mke wangu, piga jembe hapo. Maisha ni matamu. Yaani tutaenjoy. Taya maisha maskini. Ipo siku hayo tutayasahau. Mungu anapopata uwezo wa kulisha ndege, basi mimi mwanadamu ni nani? Mke wangu. Hapana. Wewe, sema chupe. Mwenyekiti. Bechu. Uko unafanya nini hapa? Mwenyekiti. Yaani hapa napoangalia shamba langu, naishi tu mazingira ni matamu. Yaani Mungu alipopata uwezo wa kulisha ndege, mimi mwanadamu si kitu kabisa. Tena niseme asante kwa kuja nitembelea. Unaangalia mazingira yako, eneo ni tamu tu. Mke wangu, unamwona mwenyekiti? Unamwona mwenyekiti? Yaani mwenyekiti hawezi katuachilia. Si ni wanadamu. Si watu wake. Unamaliza. Mwenyekiti vipi? Kiani, hii shamba ushalipia? Mwenyekiti, najua kwamba mimi sijalipia shamba. Lakini kwenye siku 2-3 naamini kwamba nitalipia tu. Kiani, labda hunijui makali yangu. Nipe majembe. Nipe majembe mwenyekiti. Shamba serikali, nipe majembe serikali. Mwenyekiti, mke wangu. Mume wangu lakini. Mwenyekiti. Kama ni pesa nakuletea mimi. Lakini mume wangu mwenyekiti amefanya nini lakini? Itaenda wapi lakini mume wangu? Mwenyekiti. Baba na mama washatoka shambani? Hapana. Mama, kwa nini unalia? Mwanangu ni marefu. Hebu nieleze mama. Marefu kabisa. Yaani shamba zote wamezichukua. Michael. Wamezichukua. Mama. Hivi baba, kuna nini? Mbona siwaelewi? Mnaenda hapa mko salama ila mnarudi hamna hata majembe. Michael. Kifupi ni kwamba tumenyang'anywa shamba. What? Nini? Tulikuwa tunalima kule kwa sababu hata mindi ndo tayari kabisa, lakini mwenyekiti alifika kule lakini hakuja na cha jambo au nini. Alipofika tu basi alipata nafasi ya kutunyang'anya mashamba yote kabisa na kusema kwamba kama atolipia udongo aweza akatupatia shamba. Ndio hivyo wanangu, yani sijui kama nitaanzia wapi na niishie wapi kabisa. Nimeshindwa kabisa kuvumilia. Nani baba? Umeona msamaha lakini? Hakuna jinsi hata kuongea lakini ilikuwa ni hivyo tu. Sawa, basi. Baba. Niko na wazo. Wazo gani? Unaje? Kamrudilia tena mwenyekiti ukaongea naye kwa heshima. Lakini sina uhakika kabisa, hata majembe yametunyang'anya. Inawezekana kwa sababu unajua pale mlikuwa shambani, ila kwa gisi mlimkuta nyumbani na mkaenda na utaratibu, kuna sana anaweza kaelewa akawarudishia vitu vyenu. Hivyo unaona kunyang'anya ile shamba, baba utaishi aje hapa? Mke wangu, uwe nenda basi kuongea nao. Mume wangu, hapa nimechanganikiwa.
sina la kufanya au la kuongea. Yaani nimejisi nimeroana mwili mzima, sina la kufanya kabisa. Na kuomba wewe ni mwanaume mwenzako, mfuate, nenda ukamweleweshe. Hapana eti baba ni mwenyewe. Baba, mimi kwa mawazo yangu inakuwa na muondoke nyinyi wote kwa mwenyekiti, labda anaweza kawasikia kwa kuwa mko wawili. Mke wangu, inapingika hiyo Kabisa, mimi siwezi nikaongozana na wewe kwenda kwa mwenyekiti. Mbona unapokuchukilia wewe? Yaani wewe mawazo yako tu ni kukataa tu. Basi mimi nitaenda mwenyewe. Sawa. Baba, Mando, ulikuwa mjapika chochote ndani? mama, tuingie ndani basi. Si uchovu sana. Okay, basi tuingie ndani. Afu nikatazame jinsi nitaandalia chakula mule. Okay, nenda jisomea zangu hapa hivi. Okay, mwanangu. Odi, mwenyekiti. Karibu. Jambo kabisa. Karibu sana kijana. Mwenyekiti. Kabisa mimi nimeshindwa kuvumilia. Kwa sababu? Kuvumilia kabisa mwenyekiti. Kwa sababu ya nini? Ile shamba. Shamba? Ndio. Mimi nakuja tu kuomba msamaha kwamba siku 2-3 hapa nitakuja kuleta pesa. Nisaidie kwa na shamba mwenyekiti. Mimi sijapata pesa, lakini nikipata pesa basi nitakuletea mwenyekiti. Sikia, hakuna vitu vya bure mwa hii dunia. Kitu kinachotumika ni pesa.